Kibera Reloaded. Wakati tulipokuwa bado tunaweka fiber ile ya underground, tulikuwa tunachimba mtaro tukiweka fiber optic. Kuna project ya Liquid Telecom ilinipeleka Kibera, ambapo kwamba nilikuwa nimeenda kuchimba mtaro niweke fiber chini ya ardhi. My friend, kufika pale unakuta mama amekuwekea omena mahali penye mtaro inafaa kupita. Mama amekuwekea omena, mtu amekuwekea tomato, mtu amekuwekea hawatoi. Watu wa Kibera, my friend, ni different people. That is another world. Ile si Kenya hata. Hawawezi kutoa. Alafu nimekuja na vijana wangu nimewaweka pale, hawajaanza kazi, jeshi imeshakuja. Vijana wamekuja pale, wametuzunguka. Wanatuambia nyinyi mmetoka wapi na mmekuja kufanya nini? Tumekuja kufanya nini na nini? Nani aliwaambia? Vijana wangu washakula makofi na wakakalishwa chini. Ushaona? Sasa mimi nilikuwa supervisor. Sasa nikaitwa. Nilipokuja nikauliza kuna shida gani? Wakaniuliza, nani amekupatia authority ya kufanya hii kazi huku? Ujue Kibera hakuna serikali, kwa sababu hakuna polisi anaweza kukusaidia pale. Ni wewe umalizane nao vijana. Kama si hivyo hakuna kazi utafanya. Mimi nikawaambia, mimi nimekuja na sijafanya jambo lolote. Ndio nataka mniambie sasa nyinyi kama wenyeji mnasemaje? Wakanishika wakanipeleka kwa ofisi yao. Kwenda pale nikakutana na watu macho ni mekundu, ujui wametumia nini wala nini. Wale wa jamaa wakaniambia kama unataka kufanya hiyo kazi, the first thing utaacha hapa kwa ofisi 60,000. Tukazungumza nao, tukabagain, wakakubali 50. Walipokubali 50 nikapiga simu ofisini, nikatumiwa hizo pesa, nikawapatia kwenda ground. Wale watu wako ground, my friend, yule mama wa samaki, yule mama wa nini hawezi toa. Sasa ushalipa 50 na huwezi kufanya kazi bado. Ilibidi tena nirudi tena pale kwa ofisi. Sasa wale watu wa ofisi wakaniambia tutakupatia youth 4, na wale mayouth utakuwa unawalipa kila siku, kila mmoja utakuwa unawalipa 2,000 kila siku kila mmoja. Watakusaidia mahali penye hiyo mtaro yako inapita, uambie ni hapa. Watakuwa wanahakikisha mahali penye mtaro inapita hakuna watu. Nikapiga simu ofisini tena, nikatumiwa pesa zao. Nilipowapatia pesa nikapewa hao vijana. Tulienda ground. Waliambia hao kina mama, waliniambia hebu tuonyeshe inapita wapi. Nikawaonyesha hiyo mtaro inapita hapa, ikienda hivi. Waliambia hao kina mama, hebu toweni hizo takataka zenyu hapo ama tuzirushe. Hao kina mama wakasema, kwani hao watu wa fiber watatulipa? Leo kama hatutafanya kazi kwa sababu wanachimba mtaro, watatulishia watoto wetu. Wale vijana wenye tumeshalipa, wale mayouth, unajua walifanya nini? Walibeba, kuna mtu alikuwa amekaa hapo zile glasses anauza thermos glasses. Wale vijana alikuwa ameweka tu chini. Wale vijana walishika hiyo gunia pembe zote 4. Hizo glasses zilirushwa mbali, yani zilivunjika. Thermoses, glasses, nini zilivunjika. Wale wengine kuangalia hivi mpaka mwisho. My friend, hakuna omena, hakuna tomato. Mtaro ilichimbwa smoothly na tukachimba tukafunika. Hiyo mtaro ilienda mpaka penye ilikuwa inaenda. Kila siku umewekea hawa jamaa 2,200. Lakini sasa unajua tena kwenda pale mbele tunakutana na group nyingine tena. Wanasema ile ofisi mlienda mkatoa 50 hiyo, mpaka yao ni hapa. Kwa hivyo kila watu wako na territory yao na kuna mipaka. Wakasema wale wa jamaa mipaka yao ni hapa. 50,000 uliolipa wale wa jamaa inaishia hapa. Na hao mayouth wenye unalipa hawawezi vuka hii line. Kutoka hapa kusonga huko ni sisi. Tena ikabidi tena niende kwa hiyo ofisi ya hao wengine. Ikabidi niende ni wasort. Kwa sort wakanipatia mayouth wao. Tena tukaendelea na hao mayouth tena tukaenda mpaka mwisho. Na hiyo kazi ikafanyika, lakini it was not easy. Lakini Kibera, ukiwa na project Kibera, usiende tu na mabangi zako eti unaenda kufanya huko. Kuna jeshi lingine, kuna serikali tofauti. Hata polisi hawezi kusaidia. Hata ukienda polisi anakuambia kuna watu walikuongelesha, si umalizane nao. They cannot get into that war. Hawataki, kwa sababu wanajua shida kidogo tu inaweza fanya hiyo police station ichomwe na hao wenyewe wahamishwe hapa. Unaona, hiyo ni Kibera.